Umeiona hiyo clip? Hiyo clip inamwonyesha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Chalamila. Sasa Chalamila kuna vitu kavizungumza ambavyo ukikaa ukatafakari vinaweza vikakujenga au vikakufundisha kitu. Sasa kabla hatujaenda kumsikiliza Mheshimiwa Chalamila, nikukumbushe tu kubonyeza neno subscribe hapo ili uwe mwanafamilia au uwe wa kwanza kupata matukio ambayo nakukusanyia kutoka pande zote za dunia. Na leo tu nikukumbushe kuangalia mwanzo mwisho, usirukeruke, kwa sababu kuna matukio mawili ambayo nimekukusanyia yatakayokushangaza. Nimekukusanyia hapa, na ndio maana nakukumbusha kubonyeza neno subscribe, kushare na kucomment kama una maoni yako. Maoni yako ni muhimu sana. Wewe nenda kwenye comment hapo, tuandikie maoni yako. Sasa nisikuchoshe, twende moja kwa moja tukasikilize kile alichokizungumza Mheshimiwa Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Huyu hapa ndugu Chalamila. Mnakumbuka kwamba nchi yetu mwaka juzi kulikuwa kuna mgomo fulani, na hapo upande wa Kariakoo na sehemu zingine, na moja malalamiko yao yalikuwa ni wafanyabiashara wa kigeni kufanya kazi za uchuuzi upande wa Kariakoo na baadhi ya maeneo. Serikali kupitia Mheshimiwa Rais wameandaa blueprint ambayo inatoa maelekezo maalum kwa wageni wote kuhusu uwekezaji ndani ya taifa letu. Ili uwekezaji uwe endelevu, cha kwanza lazima kuwe na viashiria vya uendelevu. Lakini mgeni yoyote anapokuja ndani ya taifa letu lazima kuwe na principles na taratibu zote za yeye namna kuja kuwekeza hapa. Lakini leo hii unamkuta mgeni anauza mgahawa, mgeni amefungua kioski, mgeni yuko Kariakoo anauza duka la nguo, anauza duka la simu, na ameshika na kitarumbeta akitoa matangazo. Yaani mgeni amekuja kutangaza matangazo hapa Dar es Salaam. Lakini vile vile pia unawakuta wafanyabiashara wengine pia leo wameanza kufanya mpaka vibiashara vingine. Kwa mfano, sitataja watu. Sasa hivi kuna tabia ya baadhi ya wafanyabiashara wa kigeni wanakwenda kwenye taifa, wanazalisha bidhaa, inakuja bidhaa hizo zinaletwa na shipping line za kwao. Zikifika hapa wanakuwa wao wenyewe wana makampuni ya clearing and forwarding, wao wenyewe wanaiclear na kuitoa mizigo. Magari ambayo yanabeba mizigo kutoka bandarini ni ya kwao, na magari yanayobeba mizigo hiyo kwenda kwenye magodauni yale ni ya kwao, na kule kwenye magodauni wanauza leja na jumla bila kulipa kodi ya serikali. Natangaza pia kwamba kutakuwa na operation maalum. I wish like ningekuwa najua Kichina, Kireno, Kiajemi, nizungumze kwa hizi lugha ili wafanyabiashara wachuuzi kutoka kwenye mataifa mbalimbali duniani waelewe kwamba Watanzania wanapaswa kubaki na fursa gani na wageni wabaki na fursa gani. Sasa mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam siwezi pia kuruhusu wana Dar es Salaam walalamike kuhusu hili ambalo limenyooka kabisa. Kwa hiyo kuanzia tarehe 17 pia mimi mwenyewe mkuu wa mkoa tutaendesha pia operation maalum ya kuhakikisha kwamba mfanyabiashara yoyote wa kigeni anabaki kwenye taratibu za kuwa mwekezaji na sio mchuuzi, ili zile taratibu za kuuza viatu, kuuza nguo, kuuza kofia, kuuza miwani, kuuza vitu gani, zibaki fursa hizo kwa Watanzania wenyewe na wana Dar es Salaam wenyewe. Kama tunahitaji kufungua duka la dawa, hatutarajii hata kidogo tutamkuta mgeni amekwenda kufungua duka la dawa, bali tutamuona mgeni amekwenda kufungua kiwanda cha dawa ili sisi tukanunue madawa kutoka kwenye kiwanda. Hatutarajii kumuona mgeni amefungua duka anauza TV. Tunatarajia mzawa atakuwa amefungua duka la TV ili huyo mwekezaji mgeni tukamkute amewekeza kiwanda cha TV na sisi tunanunua TV kutoka kwenye kiwanda. Kwa hiyo mfanyabiashara yoyote wa kigeni ambaye atakamatwa anafanya shughuli za kichuuzi na amekiuka utaratibu katika mkoa huu wa Dar es Salaam atachukuliwa hatua kali, ikiwa pamoja na kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Mambo ya Ndani, na kumfukuza ndani ya taifa letu kwa kukiuka utaratibu ambao na sheria ambazo zimewekwa ndani ya taifa letu.
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefungua fursa za uwekezaji na mahusiano ya kiuchumi na mahusiano ya mataifa haya, mahusiano ya kidiplomasia. Kwa hiyo lazima tubaki. Mimi leo kwa mfano nikienda Pakistan, nadhani kuna sheria pale Pakistan ya za mimi mgeni nifanye nini na mzawa afanye nini. Nikienda China kuna taratibu za Mchina afanye nini, mimi mgeni nifanye nini. Nikienda Spain kuna taratibu za Mspain afanye nini, mimi mgeni niweze kufanya jambo gani. Kila mahali pana cha kufanya na kitu ambacho hakistahili kufanya ili kuweza kulinda utaratibu wa win-win situation katika taifa letu. Nadhani umemsikiliza vizuri kabisa mwanzo mwisho mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Chalamila. Hapa kaongea vitu vya msingi sana ambavyo kama kweli achana na masuala ya siasa, masuala ya nini, turudi tu kwenye uhalisia. Kazungumza vitu vya msingi sana. Unajua ni mbaya sana kuona wanakuja watu kuwekeza, alafu mwisho wa siku wanadanganya wamekuja kuwekeza, alafu kumbe wanakuja kuwa mawinga Kariakoo. Yaani unakutana na Mchina winga Kariakoo, unakutana na Muhindi winga Kariakoo. Sasa hiyo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kaikataa mtu kama amekuja kuwekeza aje awekeze, alafu kazi zingine za wazao hawaachie wazao. Unajua kuna kazi, kwa mfano tu nikupe mfano mmoja, umkute Mchina au Muhindi au Mwarabu yuko mtaani anauza maji ya kandolo au anauza karanga, wakati hizo kazi zingine ni kazi za wazawa. Kwa hiyo hapo mimi nimemuelewa mkuu wa mkoa alichokizungumza, kaongea kwa vizuri kabisa. Kama utaachana na mambo ambayo yapo sasa hivi yanazungumziwa kila kona, ila ukamsikiliza kwa upande wa pili, utagundua kwamba mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amezungumza kitu cha point sana, na kikitekelezwa kiukweli vijana wengi tutaweza kupata ajira na kujiajiri, yani na kufanya vile vitu ambavyo kuna baadhi ya wageni wamekuja hapa wanavifanya. Sasa mimi leo sitaki kuzungumza mengi zaidi. Twende nikupeleke moja kwa moja kwenye tukio la pili. Ila hapa tukio la pili, ndugu yangu, ninaenda kukuelezea na kukutajia milio ya vijambo na maana yake na uchukue hatua gani. Ndugu zangu, ni kujamba ni afya, na unatakiwa kwa siku ujambe si zaidi ya mara 21 kwa siku, na ukijamba inatakiwa kisinuke. Sasa kuna milio ya ujambaji. Kuna kijambo kinatoka kinasema Joseph how Yusuf. Kuna kijambo kinatoka kingine kinatoka kingine kama mawe yanalipuka au mabomu. Kingine kinatoka pop 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 pop. Kingine kinatoka yani kama vitu vinatoka tokota hivi. Kingine kinatoka kama mtu anapiga makofi pa 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 pa, yani kama vitu vinapasuka pasuka. Ndugu yangu, kijambo ambacho ni kizuri cha kiafya, moja kinatakiwa kisunuke. Usijambe zaidi ya mara 21 kwa siku, na mlio wake ni Joseph. Lazima kiseme Joseph. Sasa kama hakisemi hivyo, hiyo milio mingine yote ukiwa nayo, maana yake tumboni una gesi nyingi, una asidi nyingi, una H pylori, una amiba, una minyoo, au umekula vyakula yenye viungo vingi, umekula vyakula vya baridi, umekula vyakula vyenye mafuta mengi, umekula makemikali, umetumia pombe, soda, energy, inaweza ikabadilisha kijambo chako. Kwa hiyo ndugu yangu, kama kilio chako hakisemi Joseph, kama kinanuka na kama unazidi mara 21 kwa siku, nenda hospitali kafanye vipimo vya mambo niliyokuambia, na utatibiwa, utapona, utakaa sawa. Kijambo kisinuke, kizidi mara 21 kwa siku, na
Kiseme Joseph. Akisemi hivyo unaumwa, nenda kafanye vipimo. Nadhani umetoka kumsikiliza dokta au daktari amefunguka aina ya milio. Unajua madaktari wanajua vitu vingi. Kuna kitu unaweza kuwa unakifanya kwenye mwili wako ukahisi uko sahihi, kumbe mwili kile kitendo ambacho unakuwa unakifanya kinakuwa kinakupa alarm kwamba mwili wako hauko sahihi. Kwa hiyo inahitaji uchukue tahadhari kabla kitu hakijawa kikubwa zaidi. Unajua katika kupumua kila mtu anapumua kwa njia anayojua yeye, na kupumua kunakuja kwa aina tofauti tofauti kama ulivyomsikiliza daktari hapo. Lakini tu nikukumbushe kwamba mwili wa binadamu kinapokuwa kinatokea tatizo lolote huwa una tabia ya kumjulisha, na ndio maana mwingine anaweza kukwambia nasikia kama vile mwili hauko sawa, sijui ni malaria. Yaani unakuta mtu anakuwa anaashumu, kwa ina maana mwili unakuwa umempigia alarm kwamba sehemu fulani hapako sawa. Kwa hiyo chukua tahadhari mapema, na ndio maana hata kwenye kupumua hapo umemsikiliza dokta amefunguka na kufafanua kwa wale ambao walikuwa hawajui. Sasa ili usiendelee kupitwa na matukio ambayo yanaweza kukuelimisha, kukuburudisha na siasa pia, ndio maana nakukumbusha kubonyeza neno subscribe hapo, kujiunga kuwa mwanafamilia, ili tunapokuwa tunaachia tu kitu au tukio unakuwa wa kwanza kulipata kabla ya mtu mwingine yoyote. Sasa leo mimi nimekwambia sitaki kuongea mengi zaidi, na pia tu nikukumbushe tayari nimesha kuandalia matukio. Kuna tukio hapo la Tundu Lissu akizungumzia Yanga, na kama unavyojua jana Yanga wametoka kumbomoa Simba goli moja, yani goli la kichwa. Mtu katoka kupigwa hapo, na sasa hivi wana Simba huku mtaani hawana hata pa kukaa, maana wamekaliwa kooni na mashabiki wa Yanga. Sasa nikukumbushe tu kuna tukio tena nimeshaliweka hapo, wewe nenda kaperuzi, na ndio maana nakwambia ukishabonyeza neno tu subscribe, matukio yote ambayo nilikuwa nimeandaa yote utaanza kuyaona kwa uhuru kabisa. Tutaonana kwa mara nyingine. Ulikuwa na mimi mwandaji wako wa matukio King Fenya aka Nyafe Nyafe. Mimi nasema bye bye.